Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu wafuatiliaji wa kipindi hichi cha ukumbi wa dua za kibingwa, kama ambavyo umemsikiza Sayyidina Al-Hussein hapa namna alivyofungua kipindi hichi, mimi nikualike, ikiwa kama wewe ndo mara ya kwanza leo umeanza kupata nafasi ya kufuatilia hichi kipindi cha ukumbi wa dua za kibingwa, fahamu kwamba unaungana na mamia kwa maelfu ya watu wenzio ambao tayari wameshakuwa wanafuatilia kipindi hichi kwa umakini mkubwa sana. Na kipindi hichi cha dua za kibingwa, ukumbi huu wa dua za kibingwa umefika sehemu kwamba umetupa imani na umetuonesha upande wa pili. Naomba nikwambie hivyo wakati ambavyo nakuandaa kuingia kwenye uchambuzi wangu. Kipindi hichi cha ukumbi wa dua za kibingwa umetoa nafasi ya kutazama upande wa pili ukoje. Sayyidina Al-Hussein, imeonekana kabisa kwamba watu wana matatizo. Kipindi hichi kimeweza kunionyesha tukio la ajabu kwa kubaini kwamba watu kumbe wana matatizo. Na ishara iliyopelekea kubaini haya ni namna ambavyo simu zilivyokuwa zinaita. Watu wamekuwa wakipiga simu mara kwa mara kutoka kila sehemu, lakini pia wakiuliza na wakieleza yale yanayowasibu kwa kuamini kwamba kunaweza kuwa sehemu ya usaidizi wao katika fursa hii ya dua hizi za kibingwa. Sasa unasikiliza namna ambavyo watu umma wanavyopiga simu kwa kueleza ya kwao, unabaini kwamba mzani wa matatizo ni mzito zaidi, kwamba watu wana matatizo. Ikafika sehemu nikasema, idha raaita nafsaka salima, yani ukijiona wewe uko salama, unafanya shughuli zako, hauna alam wala hauna maumivu katika mwili, wala miwasho inaokera katika mwili wako, wala adha katika mwili wako, wallahi mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa alayhi aulad, na hivyo hivyo watoto wako ukiwaona wanao wako salama, unaangalia wako vizuri, wana afya, wenye kusoma wanasoma, lakini wale ambao tayari wamefikia age ya kuolewa wameolewa na wanapata waume wazuri wenye kheri na wanatulia katika ndoa zao vizuri, wanaishi kwa amani. Walifikia umri wa kuoa wameoa na wanaishi vizuri. Walifikia umri wa kumaliza masomo na tayari wamepata kazi. Ukiona hivyo, mshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukiona wewe ndoa yako iko salama, umepata ndoa na ndoa yako iko salama, unaishi vizuri, wewe na mumeo au wewe na mkeo, mnasikilizana, penye kuhurumiana mnahurumiana na mnakwenda katika hali ya masikilizano, mshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia wewe ambaye unaona una shughuli zako, kama una shughuli zako, una biashara zinakwenda, unauza na kununua vizuri, kama ni kazi unapata kufanya kazi vyema, wafanya kazi mnasikilizana, wallahi mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini nasema haya? Kwa sababu ukumbi huu wa dua za kibingwa umetuonesha kwamba kumbe kuna idadi kubwa ya watu ambao haya wanayatamani, wanabaki kuyasikiza tu na wanahisi kwamba namna gani haya yanakuwa, jinsi gani watu wanafurahi. Kuna watu hawajui furaha. Simu zinaita kutoka mataifa mbalimbali, na Sheikh wangu Al-Hussein, kuna simu moja naomba niseme na niruhusu hivyo kwa sababu ina ibra ndani yake. Simu moja kutoka Sweden ilipiga, iliita simu hii. Napokea simu, nasikia sauti imejaa huzuni na simanzi. Sauti ilikuwa inasema hivi, na ilikuwa ni mtu mzima. Anaanza anasema, sijui nikuite mwanangu baada ya salamu, nikuite mwanangu au mdogo wangu. Lakini kwa namna ya sauti yake nilivyosikia, nilihisi kabisa ni mtu ana age ya kunizaa. Nikamwambia, unaweza kuniita mwanao? Akasema, mwanangu, mimi naomba niseme kipindi hichi cha dua za kibingwa hakika kimenifanya usiku wa jana toka nimekisikiliza nimelala usingizi mzuri. Kwa nini? Kwa sababu mimi nilikuwa tayari ni muhanga, familia yangu imeharibika, wanangu hawasikilizani, kumeingia balaa, watoto zangu wao kwa wao wanachukiana, ni magomvi tu. Kumeingia balaa, watoto wangu wameharibika, misingi yao imekuwa ya hovyo. Kumeingia balaa katika shughuli zangu, mambo yangu, familia imeparaganyika kabisa kabisa. Kwa hivyo nilikuwa nimehangaika kutafuta namna ya msaada mpaka nikahisi kama labda siwezekani tena. Sasa ilipokuja
fursa napita katika mitandao hii ya simu, naona dua za kibingwa, nafuatilia, napata utaratibu, nikaamini kwamba kumbe bado ninayo nafasi ya kuweza kutetea hali yangu na nikasimama vizuri. Basi huyu alikuwa anazungumza kwa huzuni, na unamsikiliza kabisa kwamba mtu mzima anaonesha amefikwa katika matatizo yake, yako sehemu ya hulqum juu kabisa kwenye koo, hali yake ni mbaya sana. Si yeye tu, manake wako wengine ambao wanapitia hali kama hizi. Nikwambie tu kwamba wewe ambaye unapitia hali kama hizi, nikupe matumaini mapya. Kipindi hichi kikufae katika mifano mikuu miwili kabla ya kuingia kuchambua. Mfano wa kwanza ni upeleke kwenye afya, na mfano wa pili kwenye sheria. Iko hivi, katika mamlaka au upande wa masala ya kiafya, umewahi kusikia kuna hospitali, vituo vya afya, kuna zahanati, kuna hospitali za wilaya, ziko hospitali za mikoa, kisha kuna hospitali ambayo ina hadhi ya kuwa hospitali ya rufaa. Wa alaihi, upande wa hukumu, kwa maana masuala ya kisheria, kuna mahakama za mwanzo, mahakama sio hakimu mkazi, na kuna mahakama ambayo ina hadhi ya kuwa mahakama ya rufaa. Naona sasa kipindi hichi cha dua za kibingwa ilichukua ili neno la dua za kibingwa kama ni sehemu ya rufaa, ambaye tayari umepitia misukosuko, umefanya dua kadha wa kadha wa kadha, lakini bado matumaini kwako yamekuwa yanafifia. Basi unakata rufaa, na ukata rufaa maana yake unapata nafasi ya kushiriki dua za kibingwa ambazo zitakwenda katika hayo ambayo yamebeba dhana ya kwamba yana uzito usiowezekana. Kama unavyoona kwamba ukiona mgonjwa anapelekwa hospitali ya rufaa, ni ishara ya kwamba huku chini hospitali zahanati na chini huku imeonekana jambo hili ni kubwa, walipeleke katika vifaa zaidi, umakini zaidi, wataalamu zaidi, na hapo ndipo ambapo inapatikana maana ya rufaa. Katika hili ivune hii kwamba ndio anwani inayokuongoza kwamba sasa ukisikia dua za kibingwa wewe chukua rufaa, kwamba kumbe matatizo yangu ambaye nimeyashughulikia muda mrefu sana na bado yakaa na suasua, na yakatia rufaa katika dua za kibingwa. Hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapata wepesi, na nikwambie hakikatan utajua mwenyewe na utakubali kwamba haya tunayasema tunamaanisha. Kapo hapo nifuate vizuri. Bas wewe ambaye unajipata hali yako ukiangalia unaona kama kila siku inayokuja kwa maana afadhali ya jana kuliko leo, na unavuna hisia za maumivu tu na machungu kwamba kesho yangu mbona sioni kama ina ishara ya kuona nilionayo yanaisha. Yataisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Niwe kuchukua hatua tu, twende pamoja katika ukumbi huu wa dua za kibingwa tuweze kufahamu. Sasa basi, kwa kuwa umefahamu hivi, unafahamu nini mtu akikwambia bana na kwenda kupata msaada katika dua za kibingwa? Katika masikio na ufahamu wetu haraka haraka, watu wengi ukimwambia dua ya kibingwa atafahamu hivi, kwa mwenye dua moja ambayo inasoma kwa masaa mengi sana, yani dua ambayo itasoma kwa masaa 6, 7, 12 au siku nzima, atafahamu ndio dua la kibingwa. Ile itakuwa dua moja ambayo likubwa sana. Mwingine anaweza kafahamu kwa mwenye dua ambayo ili kuisoma unaanza mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu na unaunga kitabu kingine, hapo ndo unapata maana halisi ya dua la kibingwa. Nikwambie sivyo hivyo katika ufahamu ambao tunakusudia, bali dua za kibingwa tafsiri yake na mafuhumu yake hasa ambayo ikukae kichwani mwako, ukisikia tu hivyo uelewe hivi, ni kwamba dua ya kibingwa ni vile inavyoandaliwa. Wareno wanasema tempo de paraparar. Naona kuna kitu ambacho tunakizungumza paraparar, ni ile muda ambao mtu anaandaa jambo kulifanya, wakati unaliandaa kwa kamilifu wake. Sasa dua za kibingwa ndugu yangu zina maana hii kwamba kuna dua inaweza ikawa kubwa kutokana na tatizo lenyewe ambalo umeletewa, linahitaji msaada wa dua za kibingwa. Tatizo hilo, namna ya kuiandaa hii dua katika kila jambo moja, harfia, adadia, launia, zamania, makania, wadhiia, yani hizo manake ni zile kona zote unazigusa, na ukikuza hizi kona manake unaweza ukajikuta unatumia sasa kuiandaa hii kazi kwa masaa 3, masaa 6, siku nzima, siku 3, inategemea na ukubwa wa hilo jambo. Lakini hata zikaenda siku 3, ikaenda wiki, na mimi nimewahi kushiriki pamoja na timu yetu katika kuandaa dua moja ya kibingwa ambayo ilikuwa kubwa zaidi, ilichukua wiki 3 namna ya kuiandaa. Tuelewane vizuri, wiki 3 hizi sio kuisoma, kuiandaa.
lakini siku inafanyika hii dua ilifanyika dakika 45. Dakika 45 tu basi shughuli ikawa imekwisha, lakini ilichukua wiki 3 kuiandaa. Na hii ilikuwa ni dua gani? Naomba niseme 2013 2013 tulikuwa katika ardhi ya Mozambiki, mji mkuu wa Maputo. Pale Maputo tulichukua nyumba ya ofisi yetu, eneo linaitwa Zona Militar, Cidade Central, pale katikati ya mji. Tukachukua eneo Zona Militar, ni eneo la jeshi, mfano eneo ambalo eneo la jeshi, yani kama hapa tulipo yani. Sasa eneo hilo lilikuwa kuna nyumba hiyo maalum, nyumba ya kisasa ya maana, tulichukua sisi pale. Tukiwa pale tulikuwa rafiki yetu mmoja kitwa Firuzuddin, Muhindi huyu, lakini ana urafiki. Nataka uelewe maana ya dua za kibingwa na ujielewe vizuri na wewe umekaa katika eneo gani. Rafiki wa huyu Muhindi Firuzuddin, yeye alikuwa ni tajiri kweli kweli, ana uwezo, ana mipesa ambayo ndugu zangu wallahi kuna watu wanamiliki. Huyu bwana asili yake ni Venezuela, anamiliki mamilioni ya dola katika akaunti yake. Yeye na wenzake 4 kwa ukubwa wa akaunti zao, namba zinavyosoma za dola, serikali ya Marekani wakati huo 2013 kwa maana 2013 waliweka vikwazo, zile akaunti zao zilizuiliwa kwa ishara ya kudhaniwa labda wanatenda kazi haramu ya madawa ya kulevya. Na unajua Venezuela, Brazil ni ukanda ambao unajishughulisha mno na masuala ya madawa ya kulevya. Kwa hivyo wakahisi hizi pesa huyu mtu, hao watu wanamiliki akaunti hizi si bure bure, ni mamilioni ya madola huyu bwana anamiliki. Sasa zikapigwa pini zile akaunti zote, na yeye na wenzake 4. Lakini wakaanza kuhojiwa na tume ikaanza kufuatilia. Miongoni mwao kadhaa wakakutwa wana hatia na akaunti zikataifishwa zote. Na hii kama unafahamu hata hapa nchini kwetu kwamba ukikutwa wewe unafanya kazi hizi, basi zile mali zako zote huwa zinataifishwa na chukuliwa. Kwa hiyo bwana akaunti mamilioni ya madola hayo wenzake wakataifishwa. Ikabakia na yeye anatakiwa mwezi unaofuata ndio aitwe katika sehemu ya kujitetea, na ikionekana kwamba wale kamati hata wakiwa wana husda tu kidogo, kasema huyu tumemkuta, ndio kule wanasema chukueni hizo noti zote. Sasa ni lilikuwa jambo limekaa vibaya sana. Huyu bwana mkubwa akaja zake mpaka Mozambiki kwa huyu mwenzake Muhindi Firuzuddin, akamhadithi, nafanyaje, nisaidie, nani bingwa anaweza kutusaidia? Firuzuddin akasema una bahati, yuko bwana Sheikh Sabas El Kubra kutoka Tanzania, yuko maeneo haya Zona Militari, ana mji wake pale, ana ofisi yake pale, twende. Ndipo walipokuja na shangaa, watu wamefika, anasema shekhe na mgeni huyu, lakini ana mtihani mzito, tumsikilize. Akaanza kunieleza, wanaongea lugha ya Kireno, akazungumza. Alipofika sehemu nikamwambia hivi, hebu nieleze ukweli, wewe haushughuliki hiyo kazi? Ni kweli kabisa Mungu anakuona hapo, wewe hauna mahusiano na dawa za kulevya kweli? Kwa sababu isijefika sehemu mimi nikafanya, huenda kazi hii ya dua za kibingwa nikifanya kwa namna ilivyo, alafu wewe ikawa ni miongoni mwa watu wa madawa haya, inageuka kuwa ni laana kwako wewe mwenyewe, na inaweza kukushuti na ukashangaa zaidi. Licha ya wao kushughulikia, wao watakushughulikia kunyima akaunti, dua hii itakushughulikia wewe kuhakikisha kwamba unakuwa unaharibika kabisa hovyo, unakuwa mtu ambaye hujielewi. Kwa hiyo nikamuuliza, una uhakika? Ni vizuri lazima mtu uulize kwanza. Akasema hakikatan mimi sihusiki na masala haya. Okay, angalia dua za kibingwa zinavyokuwa. Alivyosema hivi nikamwambia sawa, basi kama una hakika hivyo twende tukaandaa ile jambo, lakini nahitaji twende kwenye utaratibu wake ili upate dua halisi zenye uzito wa dua za kibingwa kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hizi ndugu zangu, lengo ni kuonesha jinsi gani dua kubwa hii ya kibingwa inavyoandaliwa. Tukaanza kuipanga hii dua, kulianza kuhusisha jina lake mwenyewe. Unajua wenzetu wao wana majina kidogo magumu, jina lake nalihifadhi, lilikuwa jina gumu kidogo ambalo la Kireno, lakini pamoja na jina lake namna lilivyo tukaanza kuliratibu, tukaenda kuzifuatilia herufi zake kama tulivyoeleza kwamba dunia
Allah ameipa dhamana ya Qur'ani, dhamana ya usimamizi wa mambo yanayoendelea katika ulimwengu mpaka siku ya mwisho katika vitu vikuu vitatu: herufi, namba na rangi. Vitatu hivi vina jukumu kubwa mno la kuendesha ulimwengu, maisha ya kila siku na kila kitu. Mimi na wewe na mwingine, fahamu, hatutoki ndani ya triangle hii ya utatu huu wa herufi, namba, rangi. Kubali ni hivyo, ukibisha ni mbishi tu, lakini itabaki kwamba ndivyo Mungu alivyoweka utaratibu huo. Sasa katika mazingira haya tukaanza kudeal na jina lake huyu bwana. Tukaanza na jina lake, kuangalia herufi moja baada ya nyingine, kama tulivyowapeni dondo la kuhusu majina yenu. Na nakwambieni tena, majina yenu ni muhimu sana. Zingatieni herufi za majina yenu ni muhimu sana. Jina lako linaweza kuwa ni sababu ya mafanikio yako. Jina lako linaweza kuwa ni sehemu ya kuharibikiwa mambo yako. Kwa makini, nifuate vyema hapa. Sasa kwa nini nasema hivi? Ilikuwa kuna sababu gani na sisi kuanza kutafiti jina lake bwana? Sababu ilikuwa ni hii: al-mukhtasisuna fi, wataalamu ambao ni specialist wale wa masala haya ya herufi katika kuelekea kwenye kodi za dua ya kibingwa, wanaitwa al-mukhtasisuna fi. Manake hao wale mabingwa bobezi. Wao wanasema hivi, ndio sababu iliyopelekea sisi tuanze kuiandaa dua ya kibingwa kama mazingira hayo. Wanasema hivi: likulli harfin taqatun wa raqamun wa launun wa ta'thirun khassa. Wanasema hivyo kwamba kila herufi katika jina lolote ambalo wewe unafahamu, chochote kinachoitwa, basi kila herufi moja katika hizo herufi, taqatun, herufi hiyo inakuwa ina energy, ina power, ina nguvu maalum. Na ukisikia hivi kwamba ina nguvu maalum, maana yake hiyo nguvu ima inaweza ikawa ni nguvu inayovuta matatizo kwako, inaweza kuwa ni nguvu inayovuta mabalaa kwako, inaweza kuwa ni nguvu inayovuta mitihani, mazonge, maradhi kwako. Ndio maana majina yetu haya ni very danger. Mtu lazima awe makini sana. Kuna wakati unaweza ukatafuta mchawi nani kaniroga, kumbe aslul mas'ala, resources zako zinaanza kwenye jina lako uliopewa na baba yako, mama yako, wazazi wako. Jina unalokuwa nalo, namba zake, herufi zake zinaweza kuwa ni sababu ya mazonge ambayo unapitia. Ndio maana tunasema hawa wataalamu al-mukhtasisuna fi, ambao ni wabobezi katika elimu hii, wakaeleza jambo jema. Lazima ufahamu anna likulli harfin, kila herufi taqatun, inakuwa ina energy maalum, ina power maalum. Na power hii huwa haishuki, haipungui, haziishiwi power. Sio kama vijana hawa leo naimba, mtu anaimba, unasikia kijana anaimba, ona naishiwa power. Anaishiwa power mtoto wa kiume. Ikifikia wakati kuona mtoto wa kiume anaimba anaishiwa power, hii ni hatari kubwa, kwa sababu asili ya mtoto wa kiume huwa power lazima iwe ipo tu muda wote. Yani kila siku azidi kuongezeka. Why useme unaishiwa power? Ni hatari. Lakini mfumo wa hizi herufi zenyewe hazina taratibu za kuishiwa power. Daima ziko na power. Kwa power yake kama itakuwa ni ya matatizo, itakuletea matatizo tu daily, kila siku. Power yake ikiwa ni ya kuvuta kheri, itakwenda kwenye kheri tu kila siku. Maana yake zenyewe hazishiwi power. Lakini akasema waraqamu, na hizi herufi zote ambazo unaziona wewe katika majina yetu, zote raqamun, zina namba yake maalumu. Zinayo raqamu, zina namba yake maalumu. Herufi yako iliyotengeneza jina lako, fahamu ya kwamba ina namba yake maalum. Lakini walaunun al-mukhtasisuna fi, wakasema na inakuwa ina rangi yake maalumu. Herufi yako ina namba yake, ina rangi yake, wa ta'thirun khas, na ina athari maalum, athari ya moja kwa moja ambayo inatenda katika jina hilo ambalo wewe uko nalo. Maana kuna utendaji wa moja kwa moja wa matukio jina lako na herufi zako ambazo zipo katika mazingira haya. Sasa kwa sababu hiyo basi, sikiliza sentensi hii iliyofanya mpaka sisi tukaanza kuchukua jina la yule bwana ambaye ni Muhindi huyu, na nitakwambia ilikuwaje dua ya kibingwa iliweza kumsaidia. Doktor huu, wataalamu hawa al-mukhtasisuna fi, wataalamu wabobezi wa masala haya ya siri ya kodi za dua za kibingwa, wao wanasema hivi: watimu al-istikhdamuhu, bas namna ya kutumia hizi herufi, namba hizi, rangi hizi, inakamilika ufundi wake namna ya kuzitumia katika nini? Lijilbil manafi'i
wa daf'il madar. Yani hizi zinakuwa na uwezo wa kuvuta manufaa, zina uwezo wa kuvuta manufaa. Mtu akapata kheri, mtu akapata riziki, mtu akapata bahati, mtu akafanikiwa yake, akavuna afya, kila ambalo ni manufaa, basi anasema wataalamu hawa wabobezi wa fani hii wanasema zinafanya kazi ile jilbil manafi'i, kuvuta. Herufi yako ina uwezo kuvuta manufaa, lakini wadafi'il madar, na kuondosha madhara, mitihani, mazonge. Ndio maana kwa sababu herufi hizi zina uwezo wa kuondosha madhara. Bwana huyu Muhindi alikuwa yupo kwenye madhara ya kutaka kufilisiwa, kutaka kudhulumika akaunti yake. Sasa almukhtasisuna fi, wataalamu wakatuongoza, lazima huyu afanyiwe utaratibu wa kuenda kwenye kodi za dua kibingwa. Tukaanza na jina lake. Hapa naomba umakini, tuende katika ufafanuzi mzuri. Jina hili tulivyolichambua likatupeleka moja kwa moja kufahamu vitu viwili ambavyo pia nawe nataka nikujuze, inaweza kusaidia pia. Unajua kuna mtu ana jina lake, afu jina hili inatakiwa labda tuangalie herufi ya mwanzo. Kama tulivyosema somo lililopita, tulisema herufi ya kwanza, kuna watu wana herufi ya A, majina yao na herufi ya A. Tukasema hawa tunahitaji kufahamisha maalumati yanayohusiana na herufi zao. Lakini nataka leo nikupe kitu kipya kingine ambacho ufahamu kwamba watu wengi katika utafiti wa masala ya majina huangalia herufi ya kwanza inayofungua jina hilo. Lakini nakupa upande mwingine katika tafiti na taaluma hizi za wale wabobezi wenyewe. Kuna wakati unaweza mtu ukachukua kodi yake, ukafanya research kodi yake katika jina lake, herufi yake ya mwanzo, lakini wakati una search ile herufi ya mwanzo ikakuonesha kwamba hapana, kodi ya huyu mtu haipo kwenye herufi yake ya mwanzo, ikataka uende katika herufi ya mwisho inayomalizikia jina lake. Unaona maneno hayo? Hapa tunapata miftahu, herufi ya mwanzo tunaita hivyo kitaalamu. Mighlaq ni herufi ya mwisho inayomalizia jina. Kwa hivyo mfano Amina, inawezekana huyu Amina ukamtafuta katika herufi yake ya A kwa maana inayofungua jina lake, isiwe kodi yake kwa hapo, kumbe inatakiwa kodi yake inakuelekeza nenda kaitafuta kwenye nuni N, herufi ya mwisho ambayo inafungia Amina. Hapa ndio kuna kodi ya masala yake. Na wakati mwingine hizi elimu unazokwenda unatafiti jambo la mtu linakuambia hapana, haliko kwenye miftahu, haliko kwenye mighlaqu, kwenye jabru, lipo kwenye jabru. Jabru maana yake ni herufi ya kati. Hapo inakutaka utazame kama ni Amina ina herufi ngapi, basi uende ukatazame herufi yake ya katikati ni herufi gani. Herufi hiyo ya katikati inaweza kuwa ndo sababu imebeba ujumbe mzima wa kodi ya huyu mtu, namna gani mambo yake yanaweza kuwa na unaweza kumfanyia katika mazingira gani. Na wakati mwingine inakwenda katika mazingira ya herufi zote mwanzo mpaka mwisho. Na hii ina maana gani? Wanasema wa fi khasais alhurufi, wenyewe wataalamu wanasema katika ikhtisas ule maalumu wa ilmu hizi herufi, wanasema alfardi wa jam'i, wanafahamu kwamba kuna aina ya kwanza ya kutafiti herufi moja moja, au aljam'i, au herufi kwa jumla. Yani kuna wakati jina la mtu unaweza ushughulike na jina zima Al-Husaini, ikawa ushughulike na Al-Husaini, bali ukashughulika na ile hechi ya kwanza. Lakini wakati mwingine wanasema hii fi khasais alhuruf, miongoni mwa vitu ambavyo ni mahsusi kwa herufi, wao wakasema ni alfardi wal jam'i. Yanatakiwa lazima uangalie hapa, ndio wasema wa istikdamatuha fi murakibatiyatiha. Wanazungumza hivyo kwamba lazima ifahamike kwamba wakati unatumia istikdamatuha, namna ya kutumia hizi herufi moja moja, fi tarkibiyatihi, katika ule mpangilio wake wa Husaini, zile herufi zake. Sasa twende vizuri ufahamu, tuliamua kuzama kumtafiti bwana Muhindi ili tupate ile kodi nzuri ya kuweza kumsaidia. Tukienda katika jina lake, tukapita katika jina lake vizuri kuanzia herufi zake, tukachukua muda wa kutafiti herufi zake, tukaenda katika jumla ya kufuja katika adadi, katika namba zake, tukaenda katika rangi zake. Wakati unatafiti, basi moja kwa moja elimu hii ilivyokuwa ina raha, ukiwa unaenda nayo unafuatilia ile jambo, inachora mfano kama ramani, inakwambia toka hapa ingia hapa. Ikenda ikatuonesha sasa huyu mtu pamoja na mazingira yake haya anatakiwa kwanza aseme hiyo miradi yake, hiyo mali yake imetokana nini, ana miradi mingapi na ipo katika mataifa mangapi. Tukamuuliza yule Muhindi, wewe miradi yako ipo katika mataifa mangapi?
Allahu akbar. Yule bwana akasema, mimi nina miradi katika mataifa 19. Yaani mtu mmoja ana mamiradi katika nchi 19, na sio tu mradi labda kwa bakery kama mikate. Ni mtu ambaye ana mamiradi ya mamilioni ya dola kwenye kila nchi. Okay, sawa, tunakwenda tu katika kuendelea. Ramani, mifumo inatuambia kwamba sasa inatakiwa lazima ipatikane majina ya kila taifa ambalo huyu bwana miradi yake ndio ipo hapo, jina la taifa. Mfano labda na mradi Tanzania, Zambia, Kenya, Burundi, Uganda, basi inatakiwa yale majina ya ile taifa lazima yaje. Yule bwana kwa kiwewe cha kwamba jambo lake ni zito akasema, Sheikh, hatuwezi kwenda kwa huko, twende kwenye kila taifa. Nikamwambia hapana, muda ni mdogo. Sema twende kwenye taifa lote moja mpaka 19, tutachelewa. Nikamwambia wewe piga simu au tuelekeze hapa, andika hapa tupate majina ya mataifa hayo. Wa alaihi ikaendelea kutuelekeza pia si majina tu ya taifa, bali jimbo au mkoa ambayo ndio hiyo biashara zake miradi inapatikana hapo. Mfano Dar es Salaam au Dodoma, tukamwambia na hayo pia uyalete majina yake. Si hivyo tu, mkoa au jimbo ikataka mpaka wilaya ambayo ndio majambo yapo. Mfano Temeke, lete majina hayo, yakaletwa pale. Unaendelea kutafiti, lengo uone kwamba dua za kibingwa kumbe zinakuaje. Namna inavyochukua muda mwingi ni kuiandaa, sio kuifanya, ni kuitarget. Kwa hivyo tukaja na majina yote hayo, alafu baadaye ikaja ikaonesha hapa anatakiwa sasa kwenda katika mji ambao yeye anaishi na katika eneo ambalo ndio base yake kuu, ambao yeye ni Venezuela, lakini mji ambao alikuwa anaishi ilikuwa ni Valencia. Ndipo ikafungwa safari. Hapo tayari wiki na nusu imechakatika Maputo katika kuseti majambo. Maana yake una seti mpaka akili inachoka, unahisi kama kichwa kinapata moto, inabidi uache kwanza, ulale, upumzike kidogo, alafu baadaye uanze tena. Na wakati mwingine inabidi uanze mwanzo, urudi mwisho, urudi tena mpaka mara 3 ili uhakikishe kwamba nikipiga hapa nipige on target. Ndio kazi inakuja dua za kibingwa hapo. Kwa hiyo tukenda tukachambua, ikalazimika tuende sasa Valencia. Katika mji wa Valencia tukaondoka zetu mpaka pale Valencia. Ndugu zangu, kufika pale majambo yanaonyesha kwamba hapa tupite kadha. Tukaanza kuseti mipango pia pale, tukaseti mifumo. Kumbuka muda wote huu sio dua inafanyika, dua bado. Tukaseti mpaka wiki na kidogo pale Valencia. Sasa tukamwambia setting kuu, kuripua mzinga. Walipulia wapi? Tulipoanzia. Wapi sasa? Maputo. Na hii ni kawaida sisi tulivyo. Setting ya dua za kibingwa kama inasetiwa hapa. Ukitaka mtu aje kwenye nchi yako, maeneo yako, anakuja kuseti formula, system. Mzinga unafyatuliwa hapa tulipo, kwa sababu kuna zana maalum ambazo huko huenda zisiwepo. Naona bwana. Sasa tukamwambia tayari hapa twenzetu, tukarudi mpaka Maputo. Fika Maputo tukamwambia sasa tufanye kazi. Kazi imefanyika dakika 45. Ndio dua inafanyika. Yeye bwana anatetemeka kwenye dua wakati anatiania. Unamhisi ile kutetema kwake ni ile hofu kwamba itakuwaje? Mzigo huu utakwenda au vipi? Naomba tulia. Hii wareno wasema shperla kalima la kalimar. Usipotarau kalima la. Non pode fazer assim, kalima la, tulia, fanya subra. Akatulia. Tunafanya dua, tunamaliza pale, tunamwambia imbakia wiki moja aende akafanywe ile mchujo wa kufuatiliwa kwamba yeye yumo au hayumo. Anakwenda Venezuela, wanakutana, anaangaliwa, majibu yanatoka kwa uwezo wa Mungu. Anaambiwa huyu bwana akaunti yake iko salama, hajahusishwa na madawa kabisa ya kulevya, na anaachiwa huru ile akaunti. Miongoni mwa watu walinishangaza katika shukrani yao, huyu bwana aliamua alinunua bodaboda, pikipiki 1000 akazituma katika nchi ya Mozambiki. Container zimekuja ambao zina pikipiki 1000, na hizi anazituma kwa nembo ya Sheikh Sabas El Kubra. Tukazipokea na Congress Islamic de Mozambique, baraza kuu la Waislamu wa Mozambiki. Tukapokea hizi pikipiki katika ardhi ya Maputo, zikatawanywa. Pikipiki 1000 zilikuwa aina ya lifu, kule wenzetu wanatumia zaidi aina ya lifu. Tukazipokea pikipiki 1000, moja mpaka 1000. Akasema hizi nataka zigawanywe kwa mashehe katika misikiti mbalimbali, maimamu, lakini pia waadhini, maustadhi. Tukafanya kazi ya kutawanya katika nchi ya Mozambiki sehemu mbalimbali mpaka kuja kwenye Cabo Delgado kutawanya hizi pikipiki ambazo tukafanya hivyo, ikiwa ni sehemu ya shukrani yake yeye baada ya matokeo ya dua za
kibingwa, namna ambavyo zilivyoweza kufanya maajabu. Ndugu yangu, dua ya kibingwa ikukae akilini mwako kwamba sio muda mrefu wa kuisoma, ni muda mkubwa wa kuiandaa. Kwa maana hiyo, kuna wakati dua hii ya kibingwa inaweza ikateki muda, ukabidi uache mambo yako, uache shughuli zako. Ndio maana dua hii ya kibingwa, nasema wazi, yoyote ambaye anahitaji kufanyiwa dua ya kibingwa kama hii, basi lazima ajiandae. Ukubwa wa dua za kibingwa ni namna ambavyo mtu anaandaa, namna ambavyo mtu anaandaa hii dua. Ndio tunasema dua za kibingwa ni sehemu ya mahakama ya rufaa, maana yake ni sehemu ya hospitali ya rufaa. Maana yake hapa panakwenda kutazamwa kitu katika hatua yake, vile ambavyo inavyotakiwa iwe. Sasa nataka nikuoneshe umuhimu wa majina yako tena kitaalamu sasa na kielimu. Kuna mtu yuko hapa, majina yake yanamtesa, yanamsumbua, na tusifanye maskhara kwenye majina. Wakati mwingine herufi hizi zinaweza kutafsirika na zikatenda kazi kutokana na eneo zilipokaa. Yani hili jambo watu waelewe. Unaona Amina, si kuna herufi ya A, lakini kama huyo Amina labda pengine kazi yake yeye ni agent, kwa namna ya jina ile agent, kama jina tuchukue kama jina agent pia ina A, Amina kuna A. Lakini katika maajabu, almukhtasisuna fi, wabobezi wa fani hii wanaeleza A hii ya jina la mtu ambayo la Amina ina mfumo tofauti katika masala yake na A hii ya jina la kazi au ya kitu, iko tofauti kabisa. Hili jambo watu waelewe. Sasa unaweza kuona shekhe anazungumza haya mambo, anayatoa wapi? Ni mambo sahihi kabisa, twende vizuri na kupeleka ukashuhudie tukio linalohusiana na hizi herufi, tukio ambalo amelizungumza bwana mkubwa katika umma wa Kiislamu ambaye ni tabi'iyun kabir. Nani huyo? Ni Dr. al-Imam Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, miongoni mwa wasifu wake, nataka lengo nikupe uone kwamba hizi elimu tunazungumza, mambo haya ni kodi yako wewe muhimu. Hakuna tena kukata tamaa, hakuna tena kushika mkono shavuni, nafasi ipo kwako ya kuweza kufanikiwa. Iko hivi, Muhammad ibn Sirin huyu katika wasifu wake ni tabi'iyun kabir. Ukisikia tabi'iyun kabir, maana yake kuna as-sahabiyu, kisha kuna at-tabi'iyu, kuna tabi'u tabi'in. Maana yake katika zile karne tatu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza, karne ya kwanza ni yeye aliyokuwa na Mtume, kisha ya maswahaba zake, kisha yeye na maswahaba zake, kisha ya wale waliofuata baada ya maswahaba kama na tabi'in, kisha tabi'in. Sasa huyu bwana ambaye ninakueleza habari zake ili ujifunze kitu kwenye masala ya herufi hizo, yeye anaitwa Muhammad ibn Sirin. Yeye ni imamun qadir fi tafsir al-Quran wal hadithi wal fiqhi wat ta'bir ar-ru'ya. Ni imamu mwenye nguvu katika kutafsiri Quran na masala ya hadithi, masala ya sharia kama na fiqhi, lakini pia wa ta'bir ar-ru'ya, na katika utafsiri wa ndoto. Huyu bwana ni tabi'i ambaye amesoma kawakuta masahaba, ameishi na masahaba na amesoma kwa masahaba chungu nzima. Miongoni mwa hao aliosoma kwao, amesoma kwa Anas ibn Malik, kasoma kwa Zaid ibn Thabit. Huyu ni ibn ammi wa Sayyidina Umar ibn Khattab, na ni shemeji yake kwa sababu ndio alimuoa Fatima, dada yake na Umar ibn Khattab. Kasoma kwa Abu Huraira, kasoma kwa Abdullah ibn Abbas, kasoma kwa Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Hao ni masahaba wakubwa ambao yeye amesoma kwao. Huyu bwana, nenda katazame kitabu chake ambacho kinaitwa Tafsirul Ahlami. Nenda katazame katika mlango wa mwisho, mlango wa 34, sehemu ya mwisho kabisa mlango huu, fil wahshi was-sibai, mlango ambao unazungumzia kuhusu masala ya wanyama hawa wakali. Utakuta mkasa huu ambao tunakwenda kumalizia kwa siku ya leo, na nakuandaa ujue umuhimu wa kipindi hichi kikubwa, na kijacho kitakuwa kikubwa zaidi kuliko hichi. Anasema alikuja mwanamke mmoja kumfata Ibn Sirin. Mwanamke huyu alipofika pale akamwambia, nimekuja nahitaji unisaidie jambo gani? Akamwambia hivi, inni raaitu fil manami sinnura,
nimeona usingizini, nimeota ndoto usingizini, nikamuota Sinura. Sinura sio huyu Sinura kwa maana ya msanii. Sinura maana yake ni paka. Ukisikia Sinura ni nyau. Sasa huyu dada anasema nimeota usingizini, nimemuota Sinura, nyau. Lakini huyu paka adkhala ra'sahu fi batni zawji, ameingiza kichwa chake katika tumbo la mume wangu. Anaota usiku kwamba ameingia nyau, na yule nyau ameingiza, katoboa tumbo la mumewe, akaingiza kichwa chake tumboni kwa mumewe. Fa akhraja minhu shay'a, akatoa kitu kutoka tumboni kwa mume wake. Wa akala, na akala. Huyu mama anamwambia ma bado ana dhalik, nieleze hii na maana gani, kwa sababu wewe ni mwamba. Sikiliza majibu ya Muhammad ibn Sirin at-tabi'i kabir. Huyu bwana mkubwa anasema, anamwambia ishara hiyo unayoiona ni kwamba mume wako katika masiku ya baadaye atavamiwa, kwa maana ataingia mwizi, na mwizi atakwenda moja kwa moja kwenye hazina yake, anaweka mzigo, hazina ya fedha, na huyo mwizi ataiba fedha. Fedha atakayoiba itakuwa ni fedha, ni dirham 316. Angalia mwamba huyu, anamtabiria ndoto, anamweleza kwamba mumeo atakuja kuibiwa huko mbele, na mwizi ataingia, ataenda kwenye hazina yake, ataiba pesa. Pesa atakayoiba itakuwa ni dirham 316. Angalia kidume hicho. Sasa wale mabwana wakaona kama mambo ya kipuzi puzi, hizi itakuwa ni huzua hizi. Yani unasemaje kwamba nyau alafu na kwamba atakuja mwizi ataiba, kisha na dirham itakuwa 316? Hii inakuwaje? Wakapuuza, kama ambavyo wewe ambaye unasikiza hapa una matatizo yanakusumbua, umefika wakati unaona kama haiwezekani tena, na umejikuta unaweka mkono shavuni, unahisi wewe umetelekezwa, unahisi machungu na maumivu, moyo wako hauna furaha tena. Nakwambia ukidharau ukumbi wa dua za kibingwa, wewe utakuwa ni miongoni mwa mfano wa hawa wenzio ambao walidharau maelezo haya ya Ibn Sirin. Sikiliza nini kitokea baada ya kudharau, ilikuwaje. Sasa baada ya wao kudharau, wakaona mambo ya kipuzi haya, wakaishi, wakaondoka zao. Wakakaa muda mpaka wakasahau ile ndoto ilikuwaje. Siku kweli akaja mwizi kweli. Mwizi akatenda matendo yale yale aliyoeleza Ibn Sirin kwenye ndoto. Akaja mwizi, akaingia ndani, akaenda kwenye hazina mumewe, akakuiba pesa dirham 316. Ndipo tukio, wakati anaiba mwizi, kuna mtu alimuona, akamfukuzia, akamkimbiza, akamkamata. Kuja pale, bwana ameibiwa. Kaibiwa nini? Dirham ngapi? 316. Ndipo kama kumbukumbu zikawajia mkewe, akasema mume wangu, hizo ile ambayo alisema Ibn Sirin, kutafakari hivi ni kweli? Ndio akamfuata sasa Ibn Sirin, bwana tumekuja, hebu tueleze ilikuwaje ile ndoto ulivyotuambia vile, tulidharau tukapuza, leo mbona imekuwa ni kweli, ulijuaje haya mambo? Akamwambia Sinura, tafsiri ya Sinura kwa maana ya paka kwenye ndoto hutafsirika kama mwizi. Sinura ni mwizi, ni lisu. Lisu maana yake ni mwizi. Kwa hata mtu akiitwa lisu katika nchi yote, maana yake Kiarabu chake, Kiswahili chake ni mwizi. Anaiba nini? Sijui, lakini lisu ni mwizi kwa Kiarabu. Sasa akasema tumbo huwa lina tafsiri ya hazina, sehemu ile ya hazina ndo tumbo. Kwa kuwa amekuja Sinura, paka ambaye ni mwizi, na akaingiza kichwa kwenye tumbo la mumewe, maana yake akaingiza, ni maana yake ameingiza mkono kwenye hazina ya mumeo, na wa akhraja minhu shay'an, akatoa kitu, maana yake atakuiba zile pesa zilizoko ndani ya ile hazina. Ndio maana nikawaambieni mtaibiwa kwa mazingira haya. Na dirham hizi 316 maana yake nini? Kidume akashuka. Ndipo hapa nipokwenda napataka mimi hapa. Akasema Sinura, jina hili Sinura lina herufi 4: sin, nuni, waw na re. Kwa maana sin ni s, sawa nun ni n, haya, lakini waw ni w, haya, nun re ni r. Kwa kumbe jina hili lilikuwa lina Sinura, lina s
NWR. Sasa bwana mkubwa huyu anatafsiri, anawaambia sababu ya kujua kile kiwango cha kuibiwa kitakuwa ni dirham 316 ni kwamba sin, herufi ya sin namba yake ni 60. Naona mambo hayo. Herufi ya sin namba yake ni 60. Nun ni 50. Andikeni hapo ikiwezekana. 110 sawa Wao ni 6. Ni na ngapi hiyo? 16 Haya, re ni 200. Nakujaje hiyo? 316. Asante. Akasema kwa sababu jina la Sinura hesabu zake zinakuja 316, maana yake huyu Sinura ndio mwizi mwenyewe. Akiingiza mkono mule atakuiba dirham 316. Ndio maana mimi nikafahamu haya na nikakwambieni hivyo, na ndivyo ilivyokuwa. Ishara ni kuache kwamba leo kipindi hichi kinakutaka uendelee kufuatilia. Bado niko na nyinyi. Lengo langu mimi msifanye haraka, kwa sababu majina yenu hayo, herufi zenu hizo lazima tuzikute moja baada ya nyingine, tuchambue kwa utaratibu mzuri ili mpate kuelewa. Na ukihitaji huduma za dua hizi za kibingwa unazipata. Maana yake ni kwamba ujipange, ujue kwamba unakwenda kukata rufaa kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala mtu aseme kwamba hii itakuwa jambo lifai. Sisi tunasema hivi, numathilu al-ma'rufa, numathilu al-majhul bima'ruf wala numathilu al-ma'ruf bimajhul. Yani kwa hivi, mtu anaweza akafafanua ujinga kwa elimu. Ndio maana hii maneno kwamba tunafafanua na kuchambua ujinga kwa kutumia elimu, lakini hatuwezi kuchambua elimu maarifa kwa kutumia ujinga. Kama mtu si wa haya mambo, atakuwa ni sawa sawa na kusema yeye ni jahil alafu anachambua, yani yeye ni mjinga alafu anachambua elimu. Katika utaratibu kitu hakipo. Ni elimu ndio inaweza kuchambua ujinga. Ujinga hauwezi kuchambua elimu. Hakuna hicho kitu. Numathilu al-majhul bima'ruf wala numathilu al-ma'ruf bimajhul. Hiyo ndio kauli yake. Na tunasema la taqul kullama ta'rif, fa'rif kullama taqul. Usiwe ni mwenye kusema kila unachokijua, bali jua kila unachokisema. Mimi najitahidi kujua kila ninachokisema. Sayyidina Hussein, tusimalize. Mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kijacho, tutaanza hapa. Bado nahitaji majina yenu, herufi zenu, rangi zenu, namba zenu, lazima mzifahamu na mjue wewe uko sehemu gani. Jabru, Mighlaq, Miftah, lazima mfahamu mifumo halisi ya kufumua. Dua gani, majina gani ya Mungu wako mwafaka, dua gani kwako na namna gani. Njia zile tutakwenda kuziandaa. Inawezekana wewe mwenyewe ukaandaa mwenyewe kama utaweza, kwa sababu unajua mtu akiwa amezoea kusoma Qur'ani vizuri husoma ile dua kwa spidi, na ukiwa wewe ukosema vizuri utafanya ile tahaji ile bismillahirrahmanirrahim. Haya, unaambia usome Yasin, unaweza muda gani? Kama ndo usome ndio huo sasa, ya Yasin wal Qur'an. Sheikh, inaweza siku kaisha siku inaweza faje ikaisha siku kwa hapo. Maana ni kwamba ukitaka mwenyewe upite mipito pita, mambo yako vizuri, lakini unaweza pengine ukachukua mwezi hata miezi miwili. Lakini into shekelin nasa tagaram sama, na ikifika sehemu ukasema matatizo yangu ni mazito, yanataka rufaa ya kibingwa, piga simu ziite kama wenzio wanapiga simu sana watu na wanaeleza, na tayari ya kwao yanapangwa. Iko dua moja tunaipanga Sheikh Hussein hii hatari. Okay, inshallah mimi niishi hapa Sayyidina Hussein kwa ajili ya kufunga kipindi. Tufungie kipindi chetu inshallah.